Hivi unafahamu namna ya kukaa katika mikutano rasmi? Watu wengi hawaharibiki kwa maneno, wanaharibika kwa namna wanavyokaa katika kikao. Leo tuone muonekano wa mtu mwenye staha katika mkutano au kikao rasmi. Mkutano au kikao rasmi ni sehemu ambayo nidhamu inaonekana kimya kimya. Kukaa kwako kunatoa ujumbe hata kabla hujapewa nafasi ya kuzungumza. Zingatia yafuatayo kuepuka aibu ndogo ndogo. Jambo la kwanza, ingia taratibu ndani ya chumba cha kikao au mkutano. Itifaki inaanza hata kabla hujakaa. Unapoingia, punguza mwendo, usiingie haraka haraka, na toa ishara ya heshima kwa waliopo kwenye kikao. Na kama kikao kimeshaanza, kaa kimya bila kuvuta attention. Jambo la pili, chagua kiti kwa busara. Usikimbilie kukaa mbele bila mpangilio. Kama hujaelekezwa, kaa sehemu ya washiriki wa kawaida. Jambo la tatu, tambua kuwa mkao wa mwili ni ujumbe. Mtu mwenye ustaarabu hukaa kwa utulivu na mkao wa kujiamini. Mgongo wima, mabega sawa, mikono juu ya meza au mapajani. Epuka kuegemea sana, kuchezesha miguu na kujikunja kama umechoka. Jambo la nne, simu isikutawale. Simu ndiyo adui mkubwa wa heshima kwenye kikao. Kabla ya kikao, weka silent au weka mbali kidogo. Kutumia simu mbele ya wakubwa tena kwenye kikao ni sawa na kusema hichi kikao hakina umuhimu wowote. Jambo la tano, macho na usikivu viwe tayari. Kikao ni mahali pa kuonyesha umakini. Mtazame anayezungumza, kubali kwa kichwa pale inapobidi. Epuka kuzungusha macho au kucheka pembeni. Hii ni lugha ya heshima isiyo na maneno. Jambo la sita, kuchangia kwenye kikao kunataka ruhusa. Usijitose kuongea katikati. Tumia kauli kama naomba nichangie kidogo au kwa ruhusa yako naongeza. Hapo utaonekana ni mtaalamu na si mjeuri. Na jambo la saba, kumbuka mwisho wa kikao kunakuwa na utulivu. Kikao kikimalizika, usiondoke kama unakimbia. Subiri tamko la mwisho. Kusanya vitu vyako taratibu. Toa shukurani kimya kimya kwa wenye kikao. Heshima haimaliziki mpaka kikao kiishe, mpaka uondoke eneo la kikao. Kwa kifupi, mkutano ni sehemu ya hadhi. Kukaa kwako, utulivu wako na umakini wako, vyote ni sehemu ya itifaki. Mtu mwenye nidhamu huonekana hata kabla ya kuongea. Mkao wako kwenye kikao ni cheo chako kimya kimya. Andika neno kikao kama umejifunza leo. Usisahau kufollow na kushare kwa wengine.